Rosie, Eh? wewe unaendanga church? Mimi naendanga church ya Shiloh Auckland. Church yenyu inaitwa Shiloh Auckland? Hapana, like naendanga church yake. Haitagwi church haitwi Shiloh Auckland, but ni mzee, yani Shiloh Auckland ni mzee fulani anakuaga kwa mitandao, like anaongeaga fact. Anaongeaga fact kuhusu church. Ni ule mzee anakam out na fact yote ya church. Like hata ukimsikiza kama bado ulikuwa unaenda church na ni place ulikuwa maybe unapelekwa hivi like ni place mambo yalikuwa ya kwenda hivi vizuri, unaamua tu bora ufuate huyo mzee ambaye anaitwa Shiloh Auckland. So mimi wanga na mfollow. Mko na church mnaendanga kumeet? Hapana, like ninamfollow, si ati ni church tunaendanga kumeet. Mimi napenda kumfollow kwa mitandao. Like ni mzee anakam, yani ni mzee mtrue kabisa, anakam true kabisa na mambo ya church. Like akisikia hata kuna mapasi wengine wenye wanahubirigi uongo, like ni wale mapasi wananyaganyaga watu mapesa, like ni mzee mtrue in short. Kwa hivyo mimi naenda church ya Shiloh Auckland. Mnatoaga sadaka? Hapana, sisi hatutoagi sadaka. Na mnatoaga tithe? Hapana, sisi hatutoangi. Sasa kwanza mnatoa tithe mpeleke wapi? Biblia inasema kwa Mungu hakuna kitu hakuna. Yani store ya Mungu imejaa. Yani store ya Mungu imejaa. Hakuna kitu hakuna. Yani wewe ukitaka kila kitu kwa Mungu, ukiomba na uamini utapata. Sasa tena unatoa tithe, unatoa sadaka. Mungu mwenyewe hana mahali pa kuweka vitu, kwa sababu yeye ndiye anafaa kutupatia. In short, Shiloh Auckland ni mzee mtrue sana. Unajikuta kama mimi hapa ni mzee nilikuwa naenda ka church ambayo ukipata shida ukienda kwa pasi anakuambia upige magoti ya kuombe. Alafu anakuambia uamini Mungu atatenda. Cheki. Eti yani akuombe na uamini Mungu atatenda. Lakini siku huyu pasi yeye atapatwa na haja, anakam through kwa washirika. Unakuta tunaambiwa tuchange do, tununulie pasi kama ni gari, tuchange do, pasi sijui anataka kufanya nini. Like yeye akikuwa na haja anataka sisi kama washirika tumchangie. Lakini mimi kama mshirika ama mtu yeyote yule kama mshirika akiwa na haja, akiwa na jambo, yeye huambiwa apige magoti, aombewe, amini Mungu atatenda. Na cheki. Sasa si unaona hiyo ni kuonewa, na tena ni kudanganywa, kubebwa kama wajinga. Cheki. So ndio nikaamua afadhali nifuate nani? Shiloh Auckland. Hakuna sadaka, hakuna tithe. Unaamini Mungu, like Shiloh Auckland ni yule mzee anaambia watu wajue kujisomea Bible, and that is true. Huo ni ukweli mtupu. Cheki. Ukijua tu kujisomea Bible, usome tu hii Bible, yani like hata kama haujui kutafsiri, at least ujue kujisomea Bible, utajua the fact. Utakuja kujua the fact, ukweli ulipo. Kwa kuwa Biblia zingine, maandizi mengine au mistari zingine, mapasi hawakubariki kutuambia the truth. Hawatuambiagi ukweli. Kwa hiyo ukijua ama uzoee kujisomea Bible, kama hauna manze, jibaia yako. Mimi niko na yangu. Na hata by the way niko na 2. So ukitaka naweza nikakupatia moja. Sawa, naweza nikakupatia moja. Mimi nakuaga na 2. So Shiloh Auckland ni yule mzee mtrue, anakam through, anachongoa mapasi wenye wanaendanga wrong, anawachongoa. Si ati anawatusi kwa ubaya, ni ile kuwachongoa. Na hata sometimes sinampendanga huyu mzee anaitwa Shiloh Auckland. Kwa nini? Because hata time unakuta ameanza kuchongoa pasi fulani, anamchongoa na kona evidence. Unacheki? Sio mzee ati anakuingilia hivi bure bure. Ukikuta anakuchongoa ama ameanza kuongea stories zako, wewe jua tu ako na evidence.
Kwa hivyo hata ukikamkwanza kusema sijui unataka kumshuu, sijui utafanya nini, kuzi ni wazee wengi wamejam kumuhusu. Ni wazee wengi wamewahi jam kumuhusu wakitaka ati sijui kwenda wamsuu, sijui wamtoe huko Auckland, sijui wamlete Kenya wafanye nini na yeye. Shiro Auckland anabamba by the way. Ni msee true, anaongeaga vitu reality, vitu ziko mpaka na evidence. So mimi chachi zilinifikisha hapo, like nikaona afadhali kujisomea Bible nielewe fact ni nini, yani like nijue Mungu anatakaga nini na maisha yangu. Sawa kwa sababu sisi wote ni wapita njia tu. Hata hao mapasi ni wapita njia. So mimi by the way kuna kitu moja nilisema, kama kweli pasi ni mtrue, kama mapastors ni wazee wa true, hata basi kuliko Shiro wa Auckland. Juu sasa Shiro wa Auckland ananga church. Shiro wa Auckland ni ile tu tuseme ni kama Mungu tu alimtoa from nowhere akatokea kwa mitandao asaidie watu wengi wenye wametesekea kwa makanisa. So kama mapasi ni watu wa true, ni wazee wanaongeaga the fact, ama wanafanyanga vitu mzuri, vitu reality bana, hiyo njia wanapitia. Wacha waendange tu na hiyo njia wanaendanga nayo. Alafu kama kwenye wanaendanga ndiko hata na mimi naendanga, tutakutanianga tu huko. Sisi wote tu tunatafuta Mungu. Sisi wote tuliokoka twende kwa Mungu. Kwa sasa mzee anaokokaga ndio nini kue? Cheki. Wewe nakuuliza, mzee akiokoka anaokokaga nini kue? Si unaokoka ndio utajirike. Alafu unaokoka ndio ubarikiwe. Hapana. Huwezi okoka ndio utajirike. Like ukiokoka si ati unaokoka ndio utajirike, na si ati unaokoka ndio ubarikiwe. Ni ukiokoka ubarikiwe, ujue hiyo ni backseas. Na ukiokoka utajirike, ujue tu hiyo ni Mungu ameamua kukufanyia miujiza. Otherwise, watu wanaokokanga wakwe wa ascend alafu waende mbinguni. Watu huanga waokoki ndio watajirike. Watu huokoka tu ndio mtu ukue msent. Like vitu zenye ulikuwa unafanya mbaya unawacha, sasa unakuwa msent, unakuwa mtrue, so ndio uende mbinguni. Kwa hiyo kama mapasi ni wa sent ni wa true, hiyo njia wanapitanga, mimi sitapita. Hiyo njia wanapitia mimi niliacha. So wao wapitie hiyo njia wanapitia, tukutane na mimi nipitie yangu. Tutakuja kama bado wanaenda mbinguni, tutaenda kukutana tu huko mbele huko kwa Mungu. Sawa